OJ mambo vipi Tanzania, inakuwaje Bongo TZ? Mimi naitwa Kungwa Kitas Nemo sasa das my name. Hii ni Alcal Digital ambayo unaendelea kuifuatilia. Sasa ule mchakato wa kiburudani ambao unaitwa Green Party with the Moyo Mbichi umekutanisha watu wengi sana, ambao watu ambao wako kwenye fame, watu ambao wametrend, watu ambao walichukua nafasi. Wapo kina Doni Kiwango, wapo kina Niva, wapo kina Baga Mteme. Kwa haraka nilikuwa natamani kujua kutoka kwao, kwa mmoja wao, kulingana na kipawa chake ambacho yeye anajishughulisha nacho. Natamani kujua chemistry yake yeye na Moyo Mbichi ipoje, na kwa nini amekuwa interested kuja hapa. Moja kwa moja tuanzie kwa Big Daddy. Ninapenda kumuita hivi, anaitwa Niva. Sijui unanielewa wa Niva brother ni shwari kama kaa. Shwari. Bana, mimi niende direct to the point. Tumekutana hapa kwa ajili ya celebrate, kwa ajili ya Green Party with Moyo Mbichi. Nilichotaka kufahamu kutoka kwako, chemistry yako na Moyo ikoje, lakini pia how do you feel kwa hapa? Mimi niko feel kwa hapa kwa sababu kwanza Moyo ni mshikaji wangu kitambo. Pili, sisi wote watu wa Pwani. Tatu, mimi ndo katibu wa wasanii wa Pwani. Nikiongozana na mwenyekiti wangu Keni akiwa mwenyekiti. Nimeona tagi ni kubwa, nimeona kina Keni, nimeona kina Kiwango, watu ni wengi. Nafikiri kwa haraka wanasema mtu mpe maua yake kabla hajapotea. Kuna kitu gani ambacho naamini Moyo anacho afu wa Tanzania wengi wao? Yeye ni meneja mzuri. Pia ni mtu ambaye ana watu wengi sana. Pia kama kina Stop Engine na nani, wote wanapita mikononi mwake. Kingine zaidi ana mtaji wake basi. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Anaitwa DJ Kadabla all the way from 97.5 inaitwa Challenge FM. Mimi mwenyewe nataka nizungumze kitu. Yeye ni wa Ukae na mimi ni wa Ukae. Kabla tujaenda kusema na Baga Mteme, hebu tumsikilize Kadabla anasema. Kwa Kadabla, how do you feel kwa kwenye party kubwa kibanja kama hii hapa Green Party with the Moyo Mbichi? Unajisikiaje bro? Kwanza kabisa mimi nimefurahi. Unajua napoalika kwenye party kama hii afu wasanii wanapokuwa wengi na manager wanapokuwa wengi, kuna kitu fulani ambacho unafurahi, unajua. Kwanza kabisa unakutana na wasanii ambao hamjaonana siku nyingi, DJ ambao hamjaonana siku nyingi, na kwa mnabadilishana mawazo. Sasa nilikuwa natamani kutoka kwako, yani kipi kimekuinspire kwamba unaona yes, Moyo niache shughuli zangu leo, ni siku ambayo sio ya weekend, niache shughuli zangu niende nikacelebrate na washikaji wa Moyo pamoja na Moyo mwenyewe? Kitu gani ambacho kimekuimpress mpaka kwanza kabisa mimi Moyo brother, yani tukiachana mambo yote, mimi Moyo brother yangu, na vile hata sio mara ya kwanza kuja ukumbi huu. Nakumbuka mwaka jana pia nilikuja, kulikuwa na tamasha kama hili la brother Moyo kwa heshima, na mwaka huu pia kwa heshima, ndio. Kwa hiyo dada alinipigia simu tu, sitaka kuangalia hili wala lile, moja kwa moja nika direct dada, kama mchongo kuja mimi nitafika. Na dada, mimi nikushukuru sana, wasalimie Chalinze FM. Asante sana brother. Umetisha sana. Oya tajiri ni aje? Harakati. Sasa mwanangu, mimi swali langu ni lile. Yaani kwa nini umeacha shughuli zako? Wewe ni mtu mkubwa sana bro. Kwa nini umeacha shughuli zako? Umeona siku ya leo ambayo sio weekend uje kucelebrate kwenye Green Party? Nakupa hii. Moyo kwa sisi wasanii, Moyo haendi kama meneja kwetu sisi. Moyo anaenda kama rafiki kwetu sisi. Kwa maana unaweza leo kamaona Virus ndugu mmoja na Mbasingeli, Kijiwe Tuli na Mbasingeli, Doni Kiwango producer hitmaker wa Singeli, unaona Manchebe na Mbasingeli, kuna Dilake na Mbasingeli. Kwa nini tuko hapa? Kwa sababu tunavyoishi na Moyo, Moyo atufanye kama yeye meneja, anafanya kama rafiki. Ndio maana leo hii umetuona muungano wetu tumekuwa wengi hapa kwa sababu ya kutoa, kwa sababu ya yeye. Ukipewa nafasi umwambie Doni Kiwango kitu chochote kuhusiana na Singeli, unaweza kumwambia nini? Asogea hapa nimwambie. Doni Kiwango, samahani tajiri bwana. Kuna jambo huko linakuhusu. Sorry bro. Mimi nimemuuliza huyu mshikaji kwamba akipewa nafasi akwambie kitu wewe kama Doni Kiwango kuhusiana na Singeli.
anaweza akakwambia nini akasema tumuite Yeye amesemaje? Unasema mjibu bado, nataka nimjibu, ndio maana nimemwambia Doni aje hapa. Nakupa sasa. Mimi Watanzania kabla hawajanijua sijatengeneza status yangu ya kuwa Manchebe. Yaani kabla sijawashare, Doni alinitengeneza nikawa msanii. Naelewa. Doni ukisha kunitengeneza mimi nimekuwa msanii. Doni kamtengeneza Dula Makabila kama msanii. Hata ukiwaita kama legendari wakati wa muziki wa Singeli na Rudi Kapala kama wale, ukiwauliza kuhusu mchango wa Doni watakwambia Doni ni fulani ambaye anaweza kumtengeneza mtu chini mpaka anakuwa pale alipokuwa. Leo hii mimi napata riziki na watoto, nimeoa na familia yangu, naishi kupitia muziki wangu. Naelewa. Kwa ukiniambia niseme kitu kuhusu Doni utasema mpaka sitomaliza kwa sababu ya Doni. Ila najua thamani yake, najua mchango wake katika maisha yangu na muziki wangu. Manchebe umetisha sana. I really appreciate you. Lakini hicho nilichokuuliza wewe, ngoja nihamie kwa Doni kwangu. Doni kwangu bwana, hongera sana. Asante sana. Umekuwa kwenye game kwa muda mrefu, lakini ni moja ya mshikaji ambaye nakuona kwenye harakati za watu wengi sana, sio tu kwa meneja Moyo Mbishi. Nimekuwa kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini ni maeneo ambayo hatukuweza kukaa tukazungumza kama leo. Natamani kujua kutoka kwako yule Doni Kiwango tokea ya Ulamba uja Ulamba nani kwenye Dula Makabila, kwenye Dula Makabila ile, yani Dula Makabila bado sio Wasahilisa, Dula Makabila wa Mwanza. Yani kitu gani ambacho wewe kinakufanya Doni Kiwango una maintain bwana huyu Doni Kiwango? Kwa wanakuja watoto wengine lakini wanajisia pia. Yani siri ya mafanikio kwako ni nini hasa? Mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi Mungu amenitengeneza, sijitengeneza mimi. Pia Mungu ananipa pumzi ili mradi nizidi kufanya kitu kizuri pia. Niliweza kumtengeneza Dula na niliweza kumtengeneza Tamimu, niliweza kumtengeneza Manchebe, niliweza kumtengeneza watu wengi wadogo Sajenti, kutengeneza pia ndugu wangu Turi na bado wengine pia na wazidi kuwatengeneza. Ila tu binadamu tupo hivi, wote hatujakamilika. Unaelewa? Kwa hiyo tusamini kitu cha mtu anachoacha muda wake kutengeneza yeye, anapoteza muda wake hadi kufa wewe uwe mtu mzuri na wewe uwe msanii mkubwa kwa watu. Mimi naongea hivi kwa sababu nishamtengeneza mtu kama Dula Makabila. Unaelewa? Leo hii ni msanii ambao anataka kwa Instagram, anaonekana ni msanii ambao kidogo mwenye maendeleo. Unaelewa? Japo wengine wapo kila hata kama hawajionyesha, lakini kwa Dula anajionyesha. Unaelewa? Dula ni mtu ambaye yupo busy ila anajisahau. Kwa sababu gani? Tulikuwa tuko nyuma, sasa hivi tuko mbele. Unaelewa? Kwa sasa tuangalie, kuna maisha tunaishi na tunaishia. Kuna watoto pia wanategemea sasa hivi, tunalipa makodi pia tuna wazazi. Kwa hiyo tunapofanya kitu kimoja kwa moyo mmoja, tushikane hadi maisha mengine yaendelee, tusitekane ujinga bwana. Doni kafuria sasa hivi, Doni bwana vipale sasa hivi anakuwa unga au kuuzi. Kwa kama mimi naweza kukushika wewe au naweza kunishika mimi kuchukua interview kama hii hapa, basi tutengeneze hili love wa upendo wa Tanzania, tufishi na mioyo miongo, tuna moyo mmoja. Managers na nini ma producers ni watu ambao hawakai sana kwenye screen. Kwa maana gani? Unaweza kumjua Doni Kiwango kwenye radio, lakini Doni Kiwango mwenyewe usimjue. Mimi nakupa a real story. Nilichelewa sana kumjua mtu kama Hazikana. Ameproduce videos kubwa sana. The same to you. Nimechelewa sana kukujua. Wewe unafikiri kwa nini producers wanakuwa si watu wa kukaa front page sana kama wasanii? Inategemea kwa sababu producer muda mwingi huwa tunapoteza studio, muda mwingi huwa tunatengeneza vitu vizuri. Mradi hata kama mimi nikija kuperform kwenye show kama hii tusifanane, unaelewa? Kwa muda ambao naupoteza mimi nasababisha mimi nikose muda kuonekana sana, unaelewa? Ila mimi na imani kwa sababu maisha ya muziki wa zamani umebadilika, na sasa muziki umekuwa world kwamba tunaweza maproducer tukaonekana na tukaonyesha vipaji vyetu, kwamba watu waliokuwa wanatusikia wanaweza kutuona macho tukaonana na maisha yakaenda. Iko hivyo. Swali la mwisho la kizushi, Doni Kiwango. Tuna mahusiano? Nayo. Tukipewa nafasi tumwambie Dula Makabila kuhusiana na mahusiano yake, sasa tukamwambia nini? Wewe mtu kwanza tuache na Dula, nitaje mtu mwingine bwana. Anyway, tukipewa nafasi tena ya pili tumwambie Haji Manara kuhusiana na mahusiano, sasa tunamwambia nini? Arudi Kiswahilini. Arudi Kiswahilini. Arudi kwetu. Big time bro. Asante.